Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, mazungumzo yangu ni mafupi tu ili tuswali Eid al-Adha, ili tukashiriki na ibada ya kuchinja. Insha Allah tumeanza kwa harambee hii kwa ajili ya vijana wetu wanaotoka mikoa mbalimbali kuja kupata ilmu katika mkoa wetu wa Shinyanga, na alhamdulillah tunao vijana kutoka mpaka Unguja, kutoka mpaka Pemba, Kigoma, Singida, Dar es Salaam na sehemu nyinginezo, Mwanza. Siku moja ukijaliwa fika stendi pale utawaona vijana hawa wapo. Kwa hiyo nilikuwa ninanong'onezwa hapa kuwa kuna upungufu wa vitanda 10, na mimi nitamtolea mufti wangu Mufti Isa bin Shaaban Simba, nitamtolea shekhe wangu Shekhe Katebe, Shekhe Miraji, mashekhe zangu hao, Shekhe Amiritaji mdogo, Shekhe Habibu Ali Kombo, baba mkwe wangu, mama mkwe wangu na mzee wangu. Mimi nitawatolea vitanda 10, milioni 1,800,000. Na nitamuomba Shekhe Kai aende kwa fundi huyo akavitengeneze ndani ya wiki moja, tuwakabidhi watoto hao. Kwa hiyo vitanda, habari hii imekwisha. Lakini la pili ni magodoro tu. Magodoro mangapi? Magodoro 20. Insha Allah nilikuwa ninaomba watu 20 waniunge mkono tu. Kila godoro ni shilingi 50,000. Kwa hiyo magodoro 20 ni milioni ngapi hiyo? Milioni 1 tu. Milioni 1. Basi hii milioni 1, kuna ndugu yangu mimi mmoja, ndugu yangu atatoa milioni 1, simtaji. Kwa hiyo magodoro, vitanda vimekamilika. Tamkabidhi Shekhe Kai milioni 2,800,000. Kwa hiyo ninaomba pesa hizi walizochanga waumini zikafanye kazi pale kama tulivyokubaliana. Harakati nikipita pale, watu wakipita pale, basi iwe ni harakati, mabati nini vinapigwa. Baada ya mwezi mmoja zoezi liwe limekwisha hilo. La pili, ndugu zangu, leo ni siku adhim, leo ni siku tukufu, siku ambayo tunadhihirisha shiari ya Mwenyezi Mungu, tunamtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi na duniani kote siku hii ya leo, mpaka Maka na sehemu zinginezo. Kwa hiyo ni vizuri sana tukamuunga Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Mufti Abubakar ibn Zuberi Mbwana. Alikutana na mahujaji wote pale Maka, taasisi zote zilizopeleka mahujaji pale Maka kwa ajili ya kuiombea nchi yetu ya Tanzania amani na utulivu. Ndugu zangu, bila amani hakuna kitu chochote kinaweza kikafanyika. Hata ibada, kama amani hakuna, basi ibada hiyo haiendi kisawasawa. Na sisi katika mkoa wetu wa Shinyanga, kwa mkusanyiko huu, tunamuomba Mwenyezi Mungu, kwanza Mwenyezi Mungu aendelee kutuletea amani katika nchi yetu hii ya Tanzania.
Sala yetu hii tunayoiomba na ibada hii tunayoifanya, tunamuomba Mwenyezi Mungu atudumishie amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini atudumishie Mwenyezi Mungu upendo na kuthaminiana, viendelee vitu hivi. Lakini tunamuombea rais wetu mpendwa, kipenzi cha watu, ambaye aliyetangaza wazi wazi kushughulikia amani na utulivu kwa wananchi na Tanzania nzima, rais wetu mpendwa Bi Samia. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, Mwenyezi Mungu amuondoshee maradhi, Mwenyezi Mungu ampe siha nzuri, Mwenyezi Mungu amuepushe na maradhi ambayo humuikaza mtu akashindwa kuzungumza wala kusema. Lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mama yake, baba yake na familia yake na mme wake na watoto wake. Mwenyezi Mungu awadumishie afya njema na siha nzuri. Bali tunawaombea na viongozi wake wa karibu yake, Mwenyezi Mungu awape siha nzuri. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizo amani na utulivu Mwenyezi Mungu avidumishe katika chama chetu cha tawala, Chama cha Mapinduzi, kiendeleze kutuletea amani na utulivu. Viwili hivi ni dhima na ni amana katika shingo ya chama hiki. Amani na utulivu kama vitatoweka, basi watakaoulizwa ni pamoja na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndicho ambacho kimeshika hatamu. Kwa hiyo tunakiombea kisababishe, kiendelee kusababisha amani na utulivu viendelee. Watanzania wote wenye dini na wasiokuwa na dini tuendelee kupendana, tuendelee kuthaminiana, tuendelee kusaidiana, tuendelee kuhurumiana. Mwenyezi Mungu amjalie kila aliyekuwa na mgonjwa, Mwenyezi Mungu amponyeshe mgonjwa wake, na kila ambaye aliyekuwa na shida, Mwenyezi Mungu ampe shida zake, na kila ambaye aliyekuwa hana mume, Mwenyezi Mungu ampe mume, na kila ambaye aliyekuwa hana mke, Mwenyezi Mungu ampe mke. Lakini kwa nafasi ya pekee tunamwombea Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa siha nzuri, baraza la ulama na mashekhe wengineo wote. Lakini nitakuwa sijatenda haki kama nitashindwa kumwombea dua katika jambo kama hili, na hasa Wanashinyanga tujitahidi sana katika sherehe zetu, katika furaha zetu, katika swala zetu, katika makanisa yetu, katika misikiti yetu. Tusisahau kumwombea mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mama huyu Mungu ampe kila la kheri, ni mama ambaye anajituma mno, anawathamini mno wana Shinyanga, anawapenda mno kulikoni nafsi yake. Anahangaika, anakwenda Kahama, Kishapu na sehemu nyinginezo, anaacha ofisi yake, anakwenda kutatua matatizo ya Wanashinyanga, anakwenda kuwafariji Wanashinyanga. Tunamwombea dua sana, Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri. Na kwa kweli Wanashinyanga tuna mtu wa kujivunia. Mheshimiwa Rais kwa kweli ametupendelea sana watu wa Shinyanga kwa kutuletea mkuu wa mkoa huyu. Ni mpenzi, ni mwenye kuwa na huruma. Ukiwa na dini yuko karibu na wewe, ukiwa hauna dini uko karibu na wewe. Hata kama unakula mijusi au panya yuko karibu na wewe.
haingilii dini ya mtu. Ukimtaka anahudhuria. Kwa kweli tunamwombea dua sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe kila la kheri. Mwenyezi Mungu amuepushe na misukosuko yeye na familia yake. Lakini ndugu zangu, na wale waandamizi wake wote katika mkoa wetu huu wa Shinyanga, Mwenyezi Mungu awape siha nzuri wote, Mwenyezi Mungu awape afya njema. Ndugu zangu, siku hii ni siku adhimu. Tusisahau sana kuwaombea wazee wetu waliotuzaa, wazee wetu waliotuleta hapa duniani. Tuwaombee dua sana, tuwatolee sadaka sana. Lakini vile vile tusahau kuwafariji wale ambao ni watoto yatima, wale ambao ni wajane, wale ambao ni wazee. Tusisahau kwenda mahospitalini kuwaombea dua wale ambao wanaumwa, maskini ya Mungu, wanatamani kusema lakini hawawezi kusema. Wanatamani na wao wangejumuika katika jambo hili adhimu, lakini wameshindwa. Hivi sasa miongoni mwao wanasubiri muda tu wakapasuliwe. Hivi sasa miongoni mwao wanasubiri muda tu Mungu atangaze hauko duniani. Tusisahau ndugu zangu kwenda kuwafariji wafungwa. Tusisahau ndugu zangu majirani zetu Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu, tushereheke nao. Lakini vile vile tuchukue tahadhari sana ndugu zangu Waislamu. Hivi sasa watu utafikiria kuwa wanabugia unga madereva, baadhi yao wanakwenda hovyo. Vijana wetu tuwaangalie sana katika siku hii ya Idi. Watu saa hizi wameshabugia vya kubugia, barabara wanaziona ni finyu, kwa hiyo wanakwenda kana kwamba wapo wao wenyewe au ni barabara zao. Tujichunge sana ndugu zangu, watoto wetu hawa tuwachunge sana, hasa katika siku hii ya leo. Kaa na familia yako, kuleni, mnywe, mstarehe mahala. Ukiwaachia watoto wakatoka wakaenda mahala, mtakuja kutangaziwa vilio. Tuangalie watoto wetu. Lakini vile vile maboda, ndugu zangu, habari ya mishkaki. Watu wanafanya mishkaki, watu mpaka 5. Mimi jana nimewaona wanafunga sana pikipiki moja. Jamani, hii barabara hii sio ya kwenu nyie maboda, ni barabara ya kila mtu. Wahurumieni wanaokwenda kwa miguu. Matrafiki wanapata kazi kubwa, wanasema mpaka wanachoka, maskini ya Mungu. Wanaelekezwa lakini watu hawaelekezwi, hawakubali maelekezo. Na kuombeni ndugu zangu, siku hii ya leo tukae na familia zetu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri fi dini wa dunia wal akhirah, wa billahi tawfiq.